Baba yetu Yesu Kristo apewe sifa tena. Kwa majina naitwa Consolata Francis, nimeokoka na baba yetu Yesu Kristo amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Na leo ningependa kufundisha juu ya majaribu ya nyakati za mwisho. Na kabla nifundishe juu ya majaribu ya nyakati za mwisho, tafadhali mkiona jaribu lolote, naombeni mkapate usiweze kukata tamaa, ukapate kuwa na subira na uzidi kuomba, kwa maana kila mmoja duniani ataweza kujaribiwa. Na pia naombeni mkapate kuangalia video zangu ambazo nimeweza kufichulia watu wa Kenya. Kuna siri mingi mahali pale ambazo baba yetu Yesu Kristo aliweza kunipatia ili nikapate kufichulia watu wa Kenya, kwa maana hayo mafundisho hakuna mtu huwa ananiandikia, wala sikuweza kusomea kwa Bible School, bali ni baba yetu Yesu Kristo huwa ananiongoza kupitia Roho Mtakatifu. So naombeni mkapate kuangalia video zangu na mkapate kushare na majirani na mkapate kushare na familia, ndio ili mkapate kuokoa na wengine na moto mkali wa jehanamu. Kuna hizi siri ambazo ziko mahali pale. Kuna siri ya bendera zote za dunia nzima ambazo zinapatikana Kibarani Mombasa. Baba yetu Yesu Kristo kunifichulia hizi siri, alikuwa ananionyesha ya kwamba nikapate kufichulia watu ili wakapate kujiandaa, kwa maana siku zinakaribia. So wewe umejiandaa vipi? Labda Wakristo wako makanisani na bado wanaendelea kufanya uovu. Sasa si wakati wa kufanya uovu, ni wakati wa kumrudia baba yetu Yesu Kristo ili akaweze kuokoa na majaribu ambayo watu wataweza kujaribiwa kote dunia nzima. Huwa pia nahubiria habari njema wa Waislamu wote ambao wananitazama. Sasa si wakati wa kumtegemea Muhammad, bali ni wakati wa kumrudia baba yetu Yesu Kristo, kwa maana ndio njia pekee ambayo ndio njia pekee ya kumfikia baba yetu wa mbinguni. So ni wakati wa kumrudia baba yetu Yesu Kristo ili akaweze kuokoa na moto mkali wa jehanamu. Baba yetu Yesu Kristo ni yeye pekee aliweza kutufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu sisi sote wanadamu. So baba yetu Yesu Kristo alikufa na akaweza kufufuka. Sijui kama kuna mahali Muhammad aliweza kukufa na akaweza kufufuka. So ni wakati wa kumrudia baba yetu Yesu Kristo. Labda umeweza kuzaliwa kwa dini, ukapata dini inaendelea na ukaweza kushirikishwa kuingia kwa Uislamu na wazazi wako. Kwa maana Waislamu wanakuanga na dini yao inakuanga kali, na sana sana watoto wadogo huwa wanajipata wameanza kufundishwa dini na mapema. Labda uliweza kuingia dini ukiwa mtoto mdogo. Naomba ukapate kumrudia baba yetu Yesu Kristo, kwa maana siku zinakaribia na mbele yetu kuna moto mkali wa jehanamu. So naombeni mkapate kuangalia zile siri zote mahali pale na mkapate kujiandaa na kujiweka tayari, kwa maana wakati umefika wa kujaribiwa kwa kila mmoja duniani. Wacha tusome maandiko katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana ama Revelation chapter 3 verse 10 mpaka 13, ama Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 10 mpaka 13. Inasema, because you have kept my command to endure, I will also keep you safe from the time of trouble which is coming upon the world to test all the people on earth. Wacha pia tutafsiri kwa njia ya Kiswahili. Nasema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Verse 11 inasema, I am coming soon. Keep safe what you have, so that no one will rob you of your victory prize. Naja upesi, shika sana ulicho nacho, mtu asije akaichukua taji yako. Verse 13 inasema, if you have ears, then listen. If you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. Yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo Roho ayaambia makanisa. So watu wataweza kujaribiwa kwa kujua na kwa kutokujua. Na pia wacha tusome katika kitabu cha James chapter 1 verse 12 mpaka 16. James chapter 1 verse 12 mpaka 16 inasema, happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love him. Acha tutafsiri kwa njia ya Kiswahili. Nasema, heri mtu anayevumilia wakati wa majaribu, kwa sababu akisha kushinda hilo jaribio atapewa taji la uzima Mungu alilowaahidia wale wampendao. Acha tusome verse 13 inasema,
If we are tempted by such trials, we must not say this temptation comes from God. For God cannot tempted by evil, and he himself tempts no one. Mtu atakapojaribiwa, asiseme ninajaribiwa na Mungu, kwa maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye hamjaribu mtu yoyote. Acha tusome verse 14 inasema, verse 14 inasema, but we are tempted when we are drawn away by our own evil desires. Acha tusome verse 14 inasema, but we are tempted when we are drawn away by our own evil desires. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa na tamaa zake mwenyewe zilizo mbaya. Then our evil desires conceives and give birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Tafsiri ya Kiswahili inasema, bali ile tamaa mbaya ikishachukua mimba huzaa dhambi, nayo ile dhambi ikikomaa huzaa mauti. So watu wataweza kujaribiwa kwa dhambi zao ambazo labda walikuwa wanatenda wakiwa bado hawajaokoka. So shetani ataweza kuleta hizi dhambi tena kwa nguvu. So mtakapojaribiwa, tafadhali naombeni msiweze kutenda dhambi ya aina yoyote. Wacha tutoe mfano wa hizi dhambi. Labda kabla uokoke ulikuwa umejawa na dhambi. Na alafu ulipookoka, baba yetu Yesu Kristo akaweza kukusamehea. So hapa usiweze kurudia zile dhambi tena, kwa maana shetani ataweza kukujaribu kwa nguvu nyingi sana. Na sasa ni wakati wa kufanya jambo lolote lile, shetani asiweze kukuangusha ama asikufanya ukufe kama uko mwenye dhambi. So naombeni wakati huu sana tutaweza kushinda majaribu yetu kupitia utakatifu na kupitia imani. Imani yetu ndio itaweza kutushindania vita vya dunia. Naombeni mkapate kuweka imani yenu yote kwa baba yetu Yesu Kristo, na kila wakati mkapate kuomba na mkapate kuwa na subira. Msiweze kuomba leo kesho kutwa mwache kuomba, kwa maana sasa tunapigana na mapepo wachafu. So naombeni mkapate kuwa na imani na mkazidi kuomba, msiweze kukata tamaa. Kuna wale huwa wanakata tamaa mpaka wanakufa. Inaweza kuwa mtu anajaribiwa kwa umaskini, ama inaweza kuwa mtu anajaribiwa kwa ugonjwa. Mtu anaanza kusema hii umaskini imekuwa hapa miaka nenda miaka rudi, wacha nijiue. Naombeni msiweze kujiua, kwa maana mtu yote atakapojiua adhabu yake ni moto wa milele na milele, vile maandiko yanasema kwa wale ambao wanajiua. So msiweze kujiua na wala msiweze kukata tamaa. Siku zozote kuwa na subira. So wacha tutoe mfano. Labda ulikuwa wewe ni mzinifu ukiwa haujaokoka, na labda ulikuwa wewe ni mzinifu na ukaweza kuacha. So hapa labda umeweza kuwa uko kazini, alafu ile kazi ikuje ikatike kwa ghafla. Shetani hapa atakuja kukutest ama atakuja kukujaribu kama utaweza kurudia uzinifu. Hapa anaweza maybe boyfriend wako wa kitambo ama mpango wako wa kitambo anaweza anza kukupigia simu. Hapa shetani atataka kukujaribu kama utaweza kuanza kurudia uzinifu tena. Huo ni mfano ambao nimetoa. Na labda wewe ulikuwa lesbian ama wewe umekuwa gay na umeng'ang'ana, umetoka, baba yetu Yesu Kristo ameweza kukuondoa katika ile spirit ya gay. Tafadhali usiweze kurudia tena. Hapa naombeni mkapate kujua shetani hutumia mtu wa karibu ili akaweze kukuangusha. Anaweza tumia mke wako ama anaweza tumia mume wako ili akapate kukuangusha. So naombeni hapa mkaweze kuavoid style mbaya za sex. Let's say umetoka katika gay ama umeacha ile spirit ya gayism. Alafu hapa naomba ukapate kuacha style yoyote mbaya ya sex. Kuna hii sex nadhani huwa nafundisha watu wakubwa. Kuna hii style ambayo ni ya doggy style. Please naomba ukapate kuacha style mbaya za sex ili shetani asiweze kukurudishia zile tamaa, ukapate end up umekuwa mwenye dhambi tena na ukapate kufa katika dhambi. Vile maandiko yanasema ile dhambi inapokomaa inatunga mimba, na ile mimba inakuwa mauti. So naombeni mkapate kujua tactics hizi za shetani. Na labda wewe umekuwa lesbian na ukakuja ukaacha ile roho ya lesbian. So inaweza kuwa labda uko na mume wako na anafanya
Kwa maana mtu akiwa lesbian wakati wowote huwa atosheki na wanaume, ama hawezi kutosheka na mwanaume na mume wake. So kuna vile yeye mwenyewe anataka aridhike. Ukiona mume wako anataka kukurudisha kwa dhambi, afadhali umuonye na mapema ili usiweze kurudia dhambi na ukakufe ukiwa mwenye dhambi. So na labda wewe ulikuwa muongo. Hizi ni mfano ambazo natoa ili mkapate kuelewa. Labda ulikuwa muongo sana na umeweza kuacha uongo. Shetani atatumia njia yoyote ili ukapate kurudi kwenye uongo. Anaweza tumia landlord wako akuje afunge nyumba, ama anaweza wakosesha chakula. Maybe utakuja, acha tutoe mfano wa landlord. Landlord anaweza kuja akufungie nyumba, alafu ile spirit ya uongo ikuingie, umwambie utamtafutia pesa, utamlipa pesa zake kesho, of which haujui hiyo pesa utatoa wapi. So wakati wowote unapotemptiwa, usijaribu kukua muongo, ili baba yetu Yesu Kristo akaweze kukutetea. Nawafundisha na mapema ili mkapate kujua baba yetu Yesu Kristo atatetea watakatifu. So utakapoishi maisha matakatifu, kivyovyote vile baba yetu Yesu Kristo ataweza kukutetea, kwa maana haya ni majaribu yatakuwemo hasa wakati wa mwisho. Let's say umekosa chakula na hauna chakula cha kupea watoto wako. Shetani atakuweka uoga tena wa kwenda kukopa chakula, udanganye mwenye duka utamlipa pesa zake kesho, of which hiyo pesa haujui utapata vipi. So na kuna hii dhambi ambayo nataka mkapate kujua, ambayo shetani anaingiza watu wengi bila kujua. Labda umeenda umekopa chakula kwa duka, na kuna hii balance huwa inabaki. Inaweza kuwa ni 5 bob ama ni 10 bob. Hizi balance ndogo ndogo chungeni isiweze kuwapeleka jehanamu. Kwa maana unaweza sema nitaleta kesho, alafu uweke usahau, ama ujifanye umesahau mwenye duka asahau. Kumbuka pale umeiba na pia umeweza kudanganya. Na tukiwa wenye dhambi hatutaweza kuurithi ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ambao ni wa milele na milele. So tukapate kujua mahali shetani anaingilia ili tukaweze kumpinga kwa utakatifu. Kwa maana pia mimi nazidi kujaribiwa. Acha tuendelee kufundishana. Na pia kuna wale ambao watajaribiwa kwa magonjwa sugu. Kuna wale ambao wataweza kujaribiwa kwa magonjwa sugu. Magonjwa sugu ni ugonjwa wote ambaye hauponi. Let's say tutoe mfano wa kansa. Wacha niwatolee hii testimony. Baba yetu Yesu Kristo mimi nilikuwa na kansa na baba yetu Yesu Kristo akaweza kuniponya. Nilikuwa na throat cancer. So baba yetu Yesu Kristo wakati huo nilikuwa nimeokoka na nimeanza kupractice maisha matakatifu. So baba yetu Yesu Kristo aliweza kuniponya kwa haraka. Wacheni niwaambie, kansa inapona. Kansa inapona, ukimwi unapona, ugonjwa wote wa aina yoyote ule unapona unapoishi maisha matakatifu. Na hubiria habari njema kwa maskini, na hubiria habari njema kwa matajiri. So hakuna ugonjwa ambaye hauwezi pona. Unapotubu dhambi zako, na uoneshe baba yetu Yesu Kristo utaki dhambi ya aina yoyote, na ujiepushe na dhambi na uendelee kuomba, na baba yetu Yesu Kristo ataweza kukusaidia, utaweza kupona. So hakuna ugonjwa ambao baba yetu Yesu Kristo hawezi kuponya. Na kuna avoid watu ambao wako kwa social media. Kuna watu wenye wako kwa social media, shetani ameweza kurecruit watu wengi sana ili wakapate kufanya watu wa give up. Kuna watu kwa social media anaweza sema eti yeye ako na virusi vya ukimwi, na kila anaweza pima hata kwa kamera akapatikana ana hizi virusi vya ukimwi, na bado ana convince watu ako na ukimwi, na saa zingine anameza dawa hata watu wakiangalia. So watu wengine wako pale kukatisha watu tamaa. Hauwezi jua huyo mtu analipwa na watu gani. Utampata anaishi maisha mazuri, hauwezi jua analipwa na nani ili kupotosha watu ama kufanya watu wakate tamaa. Kwa hivyo utakapopimwa, amini ya kwamba baba yetu Yesu Kristo ameweza kukuponya. Mimi baba yetu Yesu Kristo aliweza kuniponya na niliweza kupona kabisa. Na wacha niwatolee mfano. Kuna kitu huwa imefura hapa kwa mkono wangu, na ukiishika kabisa unasikia iko ngumu, lakini niko na ile imani ya kwamba baba yetu Yesu Kristo aliweza kuniponya. Kuna wale ambao wanakata tamaa, wanashikwa. Shetani huwa anakuletea uoga kwanza. Akuletee uoga na wasiwasi. Watu wengine huwa wanakufa tu na ile uoga inaweza sababisha mtu akapate kukufa. Cancer sio death sentence. HIV and AIDS ama ukimwi sio death sentence.
watu wengine wanaamini ile majibu ya daktari. Hapana, magonjwa mengine baba yetu Yesu Kristo anakuletea ili upate kutubu ama ukapate kujirekebisha. Inaweza kuwa labda ulipata accident, shetani alitaka kukuangamiza na baba yetu Yesu Kristo akakuokoa. So ndio baba yetu Yesu Kristo akakuokoa, anakuonesha ya kwamba baba yetu Yesu Kristo anakuonesha unafaa umrudie kwa kutubu na kuomba, kwa maana hakukuacha ukufe. So kuna watu wanapitianga challenges kama let's say kwa watu wanagonjeka kansa, alafu wanagonjeka kansa, alafu wanaenda kwa social media kuanza kuombaomba. Utapata mtu anaanza nisaidie na 10 bob, nisaidie na 100 bob, nisaidie msaada wowote. Kumbukeni ya kwamba msaada wa binadamu unaisha, lakini msaada wa baba yetu Yesu Kristo msaada wa baba yetu Yesu Kristo hauwezi kuisha. So hawa watu ambao wanaenda kwa social media kuomba, mjue ya kwamba baba yetu Yesu Kristo ako na nguvu ya kuwasaidia mkaweze kupona. Shetani amekuzubaisha pale, uko kila wakati TikTok ukiomba. Utapata time yako na baba yetu wa mbinguni saa ngapi? So ni wakati wa kuomba na kuishi maisha matakatifu ili baba yetu wa mbinguni akaweze kuokoa na majaribu haya. Na labda saa zingine baba yetu wa mbinguni amekusaidia, labda ulikuwa na kansa ama ulikuwa na ukimwi na umepata afueni kidogo tu, umeanza kukaa kama umepona, then unarudia zile dhambi. Ndio maana tena watu wanajipata wamekufa. So baba yetu Yesu Kristo akikuponya, endelea kuomba na usiwahi rudia dhambi tena, ili baba yetu Yesu Kristo akapate kuzidi kukutetea. So acha tuendelee. Kuna wale ambao pia wataweza kujaribiwa kwa umaskini. Kuna wale ambao pia wataweza kujaribiwa kwa matajiri, watu wataweza kujaribiwa. Na kuna wale ambao kuna wale ambao sijui kwa nini nakuwa confused na nataka kuelezea jambo la maana, lakini nataka kuwa confused. So kwa watu matajiri, kuna wale ambao wako na family doctor. Labda let's say baba yetu wa mbinguni amekuponya, na kuna wale ambao mpaka wako na family doctors kwa maisha yao. What if huyo family doctor ni evil person na nataka tena uendelee kuumia? Labda baba yetu wa mbinguni amekuponya na bado unarudi anakudanganya haujapona. So utakapopona, hata afadhali uende upimwe. Usikuwa mzoefu wa kwenda hospitali moja, try uende hospitali nyingine, ama uende hospitali ya mbali sana ambaye haujulikani. Labda wewe ni tajiri na baba yetu wa mbinguni anakujua, ama wewe labda na baba yetu wa mbinguni amekuponya. Enda mahali ambapo haujulikani. Hata panda ndege uende unaweza enda maybe Dubai, ukaenda kufanywa vipimo huko, ili mtu asiweze kukudanganya kwamba umepona. Unapoishi maisha matakatifu kivyovyote vile, baba yetu wa mbinguni ataweza kukuponya. Na pia acha niwatolee hii testimony nyingine ili mkapate kuelewa. Nataka mkapate kuelewa zaidi na zaidi. Kuna wakati niliweza kujifungua, then kwa place mahali choo kubwa inapitia, kukakuwa na kitu kama jipu, na ile jipu ilikuwa ni kubwa. Haikuwa jipu of course huwa inatoa usaa ama kitu kama hiyo, but kulikuwa na kitu ambayo imefura mahali pale. So mimi sikuwa na uoga wowote, nikasema tu acha ikae pale, kama hainiumi. It's like unakuwa na imani. Kuwa na imani. Unapokuwa na ile wasiwasi, unaenda unapimwa tena, unapatikana wewe hata kama haukuwa mgonjwa maybe, ama sasa wakati huu wa mwisho tukumbuke ya kwamba maadui zetu niliweza kuwafundisha kwa hizo video zangu. Nisiweze kusema hapa ili msiweze kuelewa. Hizo video zangu niliweza kufundisha juu ya wapinga Kristo. What if wakuekelea ugonjwa uanze kumeza madawa ambaye wewe si mgonjwa? Na nyakati hizi za mwisho, tafadhali naombeni niwatolee hii testimony. Mwezi wa 7 nilikuwa mgonjwa. Mwezi wa 7 2025 nilikuwa mgonjwa sana, karibia nikufe. So nikaenda kwenye hospitali. Nilikuwa nimekonda sana. Hata namshukuru baba yetu Yesu Kristo sasa ameweza kuniregeshea smile, at least na smile. So nikaenda katika hospitali fulani tu hapa karibu na mimi. Wakaenda
Daktari aliniona vile nimekonda, akaniuliza ulipima mwisho lini. Nikamwambia twende unipime. So, katika ile harakati ya kupimwa, daktari akakuwa anataka kuniekea dawa fulani ndio anipime. Lakini roho ikanikataza. Tukumbuke ndani yetu huwa tuko na Roho Mtakatifu. Saa zingine mtu anaweza sema roho imesema nisifanye hivi ama nisifanye hivi. Kumbe ni Roho Mtakatifu ambaye anatukataza. Lakini roho ilikataa kabisa. Nikamwambia hautaniekea hiyo dawa before unipime. Daktari akakasirika sana, alikasirika sana, tulibishana sana before anipime. Nilikuwa mpaka nakalia wheelchair, nilikuwa siwezi kutembea, akanisukuma mpaka hiyo room ya kupima. Akang'ang'ana na mimi, nikamwambia hapana, hautanipima mpaka, hautaniwekea ile dawa mpaka unipime. So kwa maana niliweza kufundisha wapinga Kristo, tafadhali naombeni mkapate kuchunga sana, msiweze kuekelewa ugonjwa. Hapa nilikuwa napima virusi vya ukimwi. Nashukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana vile nilikuwa nimekonda sana, hapa labda ningeambiwa niko na ukimwi na ambao sina ukimwi. So naombeni mkapate msiweze kuwekewa dawa yoyote na ili mkapate kupimwa. Kama ni kupimwa, labda nunua test kit, jipime kama ni HIV ama HIV and AIDS, ujue uko sawa ama hauko sawa. So mtu ajue wapinga Kristo na sasa wako duniani na wanafanya kazi yao. So hapo nilikuwa nataka kuelezea ili msiweze kuekelewa ugonjwa. Kwa maana kuna watu wanaweza ekelewa ugonjwa. Let's say ningeekelewa niko na ukimwi, nianze kumeza madawa. Kumbuka ile mwili wangu inapigana na dawa ambazo maybe siko mgonjwa. So hapo saa zingine watu wanakufa bila hata ugonjwa wowote kwa sababu tu ya ile stress. Naamini hapo tumeweza kuelewa. So na pia watu wataweza kujaribiwa. Majaribio yatakuwa ni ya aina mingi sana. Na sasa ni wakati wa kuamka kwenye maombi. Unaweza kuwa kwa nyumba yako kuna mende wasiokoma, ama unaweza kuwa kwako tu ndio kuna kuwaga na mainzi wengi wasiokoma. Hata ukiwekea dawa wanaenda na wanarudi. Ama katika nyumba yako kuna our lizard wa white. Our lizard wa white, hiyo ni spirit mbaya sana. So ikiwa katika nyumba yako, naomba tafadhali ukaweze kuomba. Usione tu mdudu wa kawaida, wadudu wengine shetani anawatumia kuleta maroho katika nyumba yako. Inaweza kuwa labda kuna mdudu akiingia katika nyumba yako, wakati huo kunakuwa na magonjwa. Na shetani huja kuiba, kuharibu na kuua. Labda ni end month, umepata kamshahara kako, yule mdudu anakuja pale, kamshahara kako kote kanapotelea hospitalini. So utakapoona wadudu wasiokoma kwa nyumba yako, tafadhali naomba usiwache kuomba. Endelea kuomba na baba yetu wa mbinguni ataweza kukusaidia. Kwa maana haya ni maroho, hawa madudu wanabeba maroho ya kishetani. Na watu wengine wataweza kuona mpaka nyoka. Na utakapoona hata nyoka, kuwa na imani, baba yetu wa mbinguni ataweza kuwalinda. Kuna wale ambayo wataweza kuona tandu. Wacheni, tandu ni yule mdudu ambaye ako na miguu mingi, ambaye huwa ako na sumu kama nyoka. Wacheni niwatolee hii testimony. Hii testimony nataka ukapate kujua vile baba yetu Yesu Kristo amekuwa akinitetea, kwa maana mimi huwa imani yangu yote nimeweka kwa baba yetu Yesu Kristo. So kuna hii roho ya tandu ambayo niliweza kurushiwa kwa ndoto na ikanikujia in real life. Hizi tandu zilikuwa zinanisumbua. Tandu ni wadudu ambayo wako na miguu mingi sana, ambayo wako ni aina ya jongo, but anakaa kama jongo, but sio jongo, but huyu mdudu huwa anauma sana kwa wale ambaye hawajui. So hii spirit imeweza kunisumbua kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nikihama katika nyumba, na sasa naombeni mkapate kuwa na imani. Mkiona kitu chochote msihame, kuweni na imani na muombe na mkapate kuwa na subira. Na pia ndoto zitakuwa za aina mingi. Hata mkiota ndoto, tafadhali msiweze kuchukiana. Kwa maana shetani pia ataweza kutumia ndoto ili watu wengi wakapate kuchukiana. So mtakapoona hizi tandu zilikuwa zinanisumbua sana. Nilikuwa saa zingine naziona. Mume wangu wakati wetu tulikuwa na yeye, alikuwa yeye anaziogopa. Lakini mimi kila mara mimi ndio nilikuwa naziona na naziua. Kuna wakati nilikuwa naenda kuoga, nikapata nataka nimeweka maji kwa ndoo,
na kuna huyo tandu ako kwa ndoo, ako mahali pale. So I think shetani sijui alikuwa na nia gani na mimi, lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo alikuwa ananitenganisha. Nilikuwa nawezaenda kuchukua dasta nikampata mahali pale na amejificha mahali pale, ama labda nimechukua nguo zangu nataka kufua, amejificha kwa nguo zangu. So mtaweza kuona wadudu wa ajabu, na mtakapoona, ekeni maisha yenu yote kwa baba yetu Yesu Kristo ili akaweze kuwatetea, na msiweze kuogopa hawa wadudu. Mtakapokuwa na imani, hazitaweza kuwauma. Mimi naweza toa testimony, hazijawahi niuma wala hazijawahi uma mtoto wangu au watoto wangu, kwa maana pia mimi ni mama na ni mama wa watoto 5, na hakuna siku zimeshawahi niuma. Baba yetu Yesu Kristo amekuwa akinitetea usiku na mchana. So kuna wakati pia nilionanga tandu mwingine mkubwa sana. Huyo tandu alikuwa ni mkubwa sana. Mimi sikuwa nimewahi kuona kitu kama ile. Lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo, hakuna siku ameweza kuniuma. So naombeni mkapate kuweka imani yenu yote kwa baba yetu Yesu Kristo, na ili akaweze kuwatetea kila wakati. Na pia tumpinge shetani naye ataweza kutukimbia, na tukapate kuwa sharp kama serpent. Kuna watu pia wataweza kujaribiwa wakati wa mwisho. Watu wataweza kujaribiwa kufanya mapenzi na watoto wadogo. Tafadhali nataka kuwatayarisha na mapema, ili mkiweza kuona haya mambo msiweze kufanya dhambi. Kile ambacho kinatoka ndio kinatia mtu najis. So usiweze kufanya uovu wa aina yoyote. Labda wewe ni mama na uko na mtoto wako, maybe wewe ni mama na ni single mother, na ile tamaa imekuingia. Kama wewe ni single mother na unashare kitanda na mtoto, afadhali ununue mattress yako na ulale kando, ama ununue kitanda chako separate, usilale na mtoto. Ama kama wewe ni mama, kwa maana haya ni majaribu ambayo yanatokezea. Kama wewe ni mama na unapenda kukalisha watoto wako uchi, especially wakati kuna joto kama wakaaji wa Mombasa, jifundishe kuvalisha mtoto wako nguo ili shetani asikuingize katika tamaa, kwa maana watu wataweza kujaribiwa. Na maandiko yanasema watu ambao watafanya hawa watoto wadogo wakose, heri mtu huyo afungiwe jiwe kwenye shingo na atupwe azame baharini. Na baba yetu Yesu Kristo aliweza kusema anahurumia watu wa duniani, kwa maana haya mambo yataweza kutendeka. So naombeni mkapate kujiepusha na uovu wa aina yoyote, na pia mkapate kuwa na self control ya hali ya juu sana. Mkapate kuwa na self control. Nadhani hapo tumeweza kufundishana. Na pia naombeni msiweze kuwa watu wa kucomplain. Labda wewe ni tajiri na baba yetu wa mbinguni ameweza kukushukisha, usiweze kucomplain. Labda acha niangalie tusome maandiko. Wacha tusome maandiko ili tukaweze kuelewa, ili msiweze kucomplain, kwa maana siku zinakaribia. So kuna mahali wana wa Israeli waliweza kucomplain juu ya maji. Baba yetu wa mbinguni akawatumia nyoka ambazo zilikuwa zinawauma na kuwaua. Na pia kuna mahali wana wa Israeli walicomplain kuhusu mana, na baba yetu mana ni chakula ambayo baba yetu wa mbinguni alikuwa anatumia wana wa Israeli. Ilikuwa inaanguka kutoka mbinguni na wanaenda wanaokota. So ilikuwa ni chakula cha wana wa Israeli, na pia kilikuwa ni chakula cha malaika watakatifu. So nataka kueleza kwa wale ambao hawajui maana. So baba yetu wa mbinguni akawatumia quails. Quails ni ndege, ama ni ndege aina ya, let's say, nyama yake is like ni nyama ya kuku. So baba yetu wa mbinguni akaweza kuwatumia quails, lakini aliwaua wengi sana, na hiyo place ikaitwa Kibroth Hatava. Hapo inamaanisha crabs of cravings. So tafadhali mtakapopitia challenges aina yoyote, msikuwe watu wa kucomplain. What if mcomplain na baba yetu wa mbinguni akasiriki au aue? Na kuna mbele yetu kuna moto mkali wa jehanamu. Na tafadhali ndugu zangu na dada zangu, moto wa jehanamu uko na ni moto wa milele na milele. Moto wa jehanamu uko na ni moto wa milele na milele. Nataka niwatolee hii testimony tena. Nilikuwa mgonjwa mwezi wa 7 2025, na hapo nilikuwa na pain ambayo iliweza kunishika.
kuna pain ambayo iliweza kunishika, kwa maana mimi baba yetu Yesu Kristo aliponiita, baba yetu Yesu Kristo aliniita 2019, na kutoka 2019 mpaka sasa 2025 bado nazidi kujaribiwa, na kiukweli vile nilikuwa nimepotea kabisa. Lakini kuna wakati nilikuwa nasoma Biblia, nikaona maandiko yanasema vazi yenye nilikuwa nasoma ilikuwa juu ya kurekebishwa, na baba yetu Yesu Kristo aliweza kunirekebisha, na namshukuru sana baba yetu Yesu Kristo, kwa maana hakuweza kuniacha nikufe. Kwa maana angeweza kuniacha nikufe, mimi sasa ningekuwa nangojea kufufuliwa kwa wafu, na baba yetu Yesu Kristo atakapofufua wafu niende katika moto wa jehanamu. So kuna hii pain ambayo ilinishika kwa ghafla sana. Nilishinda vizuri, na usiku ilipofika nilikuwa nalia kama mtoto mdogo. Hii pain ilikuwa imenishika hapa kwa kiuno, na kwa mfupa wangu wa ndani, hapa kwa makalio. Hii pain ilikuwa ni kali. Nilikuwa siwezi, nikaanza kushindwa kutembea, nikaanza kushindwa kulala. Nilikuwa natamani nilale na side, nashindwa, natamani kujigeuza, nashindwa, najaribu kulala na tumbo, nashindwa. Lakini hapo mahali hiyo pain ilikuwa inatokezea, ndio nilikuwa naweza kupalalia. Na most of the time, kwa maana nilikuwa nashindwa kuketi, nilikuwa nalala kama nimeangalia juu kifudifudi. Ilikuwa ni pain ya hali ya juu wapendwa. Wachani niwaambie, hell is real. Hell is real. Hii pain ilikuwa mahali pale, na nilikuwa saa zingine msichana wangu ambao ni firstborn wangu ilibidi aache kwenda shuleni akae anishughulikie, kwa maana mimi huwa nakaa na watoto wangu. Tuliweza kuseparate na baba wa watoto wangu, na hope nimeweza kutolea watu hii testimony. Nilikuwa saa zingine nakaambia kaniekee maji hapo kando, kwa maana hata ulimi wangu ulikuwa unakauka. Na nilikuja nikajiuliza, kama hii pain inanitokezea kwa mguu mmoja, what if ingenitokezea kwa mikono ama kwa miguu ama kwa mwili wote? So pain ya jehanamu ni pain ambayo watu wataweza kufeel hii pain usiku na mchana. Na namshukuru baba yetu Yesu Kristo, for the first 7 days usiku na mchana ilikuwa ni kilio. Nilikuwa nalia kama mtoto mdogo. Mimi ni mama na nimezaa watoto 5, lakini ilikuwa ni pain ya zaidi ya kujifungua. Kwa wanaume ambaye wananitazama, hawezi kuelewa pain ya mwanamke ambaye anajifungua, lakini hii pain ilikuwa ni pain ya ajabu sana, ambayo sijawahi kuhisi pain kama hiyo tangu nizaliwe. So nikazidi, ndio familia yangu, relatives wangu wakakuja wakanichukua wakanipeleka hospitalini. Ndio pale mahali niliweza kuwatolea ile testimony vile nilikuwa nimeenda kupimwa. Daktari aliniona vile nilikuwa nimekonda na akaweza kunipima. So nikaenda nikapewa madawa. After kupewa madawa, hii pain ilinifanya mimi mwenyewe, nilikuwa na imani since 2019 mpaka 2025 sikuwa nimemeza madawa. Nilikuwa ni kama niko mgonjwa ama watoto wangu wakiwa wagonjwa, mimi naomba na baba yetu wa mbinguni ananisaidia na ninapona, na baba yetu wa mbinguni anaponya watoto wangu. Hapo nilikuwa nimeweza kumzuia shetani kivyovyote vile asiweze kuniibia. So vile nimeweza kusema, shetani huwa anakuletea wasiwasi. Mimi nilikuwaga na imani kabisa, ninapoomba baba yetu wa mbinguni ananisaidia, na anasaidia watoto wangu wanapona. So hii pain ilifanya mimi mwenyewe nijinunulie painkillers. Nilikuwa na meza zile painkillers, lakini bado haiishi. Ikabidi niache kumeza madawa, niingie kutubu. Nikaanza kutubu kwa baba yetu Yesu Kristo. Nikakuwa naomba msamaha kwa dhambi zangu zote ambazo nimetenda. Nilikuwa nalia, ile pain ikianza nashindwa hata kukula. Nilikuwa nakula portion kidogo kidogo ili nisiweze kwenda chooni, kwa maana mimi niko na mtoto wangu. Kuna wakati hata nakumbuka nilikaa mpaka Sunday bila kwenda, the whole week bila kwenda hata haja kubwa. Lakini namshukuru baba yetu wa mbinguni, kwa maana alikuwa anaweza kunisaidia. Kwenda haja ndogo ilikuwa ni shida, kujiosha ilikuwa ni shida. Nilikuwa nalala ndio nijipanguse, kwa maana kusimama, nilikuwa nikisimama nasikia pain ambayo sijawahi sikia, na ilikuwa inatokezea tu mahali pamoja. So mpendwa ambaye unanitazama, tafadhali majaribu yakikuja usiweze kurudi katika dhambi. Kuna pain ya jehanamu. Baba yetu wa mbinguni alinisamehe. It's like mtu alikufa, it's like mimi nilikuwa nimekufa na nikafufuka ili nikapate kuja kushuhudia watu juu ya hii pain. Kwa maana wapendwa, nilikuwa nimekufa. It's like nilikuwa nimekufa. Vile nilikuwa nimekonda kabisa.
nilikuwa nimekonda sana na baba yetu wa mbinguni akaweza kunisamehea. So it's like nilikuwa nakuja kuwashuhudia watu juu ya pain ya jehanamu. Na maandiko yanasema worms za jehanamu hazilali na watu wataweza kuungua usiku na mchana. Wapendwa, naombeni mkapate kuacha dhambi. Naombeni msiweze kurudi katika dhambi. Kuna wale ambaye wanakuja kwa social media, wanakuja ku-announce vifo vyao. It's like kifo ni kitu nzuri sana katika maisha yao, lakini mjue ya kwamba unapo kuwa-announce kifo, ujiulize, je, nimejiandalia mahali gani? Mahali gani? Je, nitaenda motoni ama nitaweza kuurithi ufalme wa mbinguni? Jiandae vizuri ili ukuje ku-announce kifo yako. Kuna watu wanafurahia kifo. Kuna mwingine niliona anasema akikufa watu wasiweze kukula. So it's like watu wana-announce vifo, wanataka kuendelea. Tayari wewe uko famous. Tayari wewe uko famous na unajulikana na watu. So tafadhali, mtu akikufa akiwa mwenye dhambi, kumbuka ile spirit yake bado huwa inateseka. Watu ambao peke yake wamelala ni watu ambao walijitayarisha vizuri, ambao walikuwa wamekufa wakimjua baba yetu Yesu Kristo. Hao ndio wamelala wakingojea baba yetu Yesu Kristo atakaporudi tena akaweze kuja kuwafufua. Lakini mtu akikufa akiwa mwenye dhambi, mtu akikufa akiwa anamtumikia shetani, bado ile spirit yake huwa inateseka na saa zingine huwa inatesa watu sana. So naombeni mkapate kuacha dhambi, wapendwa ambao wananitazama. Naombeni mkaweze kujiweka tayari, kwa maana baba yetu Yesu Kristo anarudi kwa mara ya pili. Naombeni nikapate kukomea mahali pale, kwa maana haya mafundisho nimeona yako wide kidogo. Baba yetu akipenda tutazidi kufundishana kuhusu majaribu haya nyakati hizi za mwisho. Naombeni mkatubu na kujiweka tayari. Baba yetu wa mbinguni awapatie neema kubwa ya kushinda majaribu. Amen.